Ishara za maji au water signs, water element. Nilipokuwa nafanya reading ya leo Alhamisi, kuna kadi kuu mbili nimezipata na nikasoma nishati inayozunguka hizi kadi. Kulikuwa na kadi ya stability na kadi ya nyoka, na nitaelezea nishati ambayo spirit imeniguide ili kuweza kueleza kadi hizi zilikuwa zina maana gani. Lakini hivyo hivyo spirit inaonyesha kuwa kuna mtu ambaye hatimaye anatambua kuwa amekuwa akibeba mizigo ambayo si yake. Anaanza kutambua saini. Huenda ni wewe wote sign Cancer, Scorpio na Pisces. Unatambua umekuwa ukibeba mizigo ambayo si yako tangu mwanzo. Ujumbe ambao nilikuwa napata kutoka kwa spirit ni kuwa vuta pumzi. Kwa sababu kwa muda mrefu umekuwa ukisubiri mtu, umekuwa ukisubiri hali fulani ibadilike, ukawa unajikuta ndani ya huo muda unabeba msongo wa mawazo, unabeba shinikizo ambalo si lako wala si la lazima. Sasa ni wakati wa kuachilia, kwa sababu kadri unavyolazimisha haya mambo, kadri unavyolazimisha huyu mtu, mambo yako yanaenda yasiwe rahisi. Lakini utakavyoanza kubadilisha na kuachilia, ukiacha kulazimisha haya mambo, basi vitu vitaanza kutiririka kwa urahisi. Pia ninaona kuwa kwa watu wenye water element, kuna nishati kubwa ya safari na mabadiliko. Hii nishati inaweza kuwa katika mazingira, aidha uende mazingira tofauti kupitia safari, ama kuna mabadiliko ya mazingira. Kwa hivyo unaweza kuona kuwa wengi mnaweza pata likizo ya safari ya ghafla, wengine wanaweza kuhamia mji mwingine, wengine wanaweza kusafiri mbali au hata kuendesha mahusiano yao mbali. Kwa hivyo hii safari si ya kawaida tu, kwa sababu ni ujumbe ambao spirit ilikuwa inaonyesha. Hii safari si ya kawaida tu. Kwa wengi huu ndio utakuwa ni mwanzo mpya ambao utabadilisha mtazamo wako kuhusu jinsi unavyoona maisha. Kwa hiyo ujumbe mkubwa kupitia reading ama energy ambao nilikuwa naisoma ni kuwa spirit inaonyesha watu wa water element kuwa ni wakati wa kusonga mbele. Acha kuendelea kutazama mambo ambayo yalipita, ikiwa ni kihisia, ikiwa ni kimwili, ikiwa ni kiroho. Imefika wakati sasa uweze kuanza ukurasa mpya, kwa sababu wengine wenu mnaweza kuwa mnafunga mizigo na kuhamia sehemu nyingine, huku wengine pengine mtaachana na mahusiano au mazingira ambayo hayalingani tena na wewe. Hakuna alignment, hakuna vibration ya ukuaji. Kwa hivyo popote ulipo, spirit inasema ilikuwa imekusudiwa iwe hivyo, huku kusudiwa kubaki mahali ambapo ulipazoea. Kwa hiyo nilipoanza nilisema kuna kadi mbili zilijitokeza. Kulikuwa na kadi ya stability na kadi ya nyoka. Kwa hivyo kwenye kadi ya stability inaonyesha kuwa watu wa water element mnaingia katika kipindi ambacho maisha yataanza kuwa na msingi imara zaidi, iwe ni kifedha, kihisia na pia masuala ya kiroho. Mambo yataanza kutulia. Kwa hivyo endelea kuwa na msimamo huo huo. Yaani usijali watu watasemaje kuhusu wewe, wala usikate tamaa, kwa sababu zile baraka ambazo umekuwa ukiziombea, ukizimanifest, ziko zaidi karibu kuliko unavyofikiria, zinakuja. Lakini pia kwenye kadi ya nyoka, spirit ilikuwa inaleta onyo. Nilipokuwa nasoma tarot cards nikaona kadi ya nyoka. Spirit ilikuwa inaleta onyo. Huyu nyoka kama hii kadi kujitokeza, inaonyesha kuwa kuna mtu karibu yako ambaye huyu mtu si mkweli kama anavyojionyesha. Na nikapata energy ya nyota ambazo huenda huyu mtu anakuwa amebeba, ma energy ambayo amebeba. Nilikuwa nimeona Taurus, Virgo au Capricorn. Kwa hivyo ilikuwa imebeba earth element. Na huenda akawa pia kama si hawa wausi, kama hiyo nishati ya earth element, ni mtu ambaye pengine ana nishati ya ishara hizo, yaani ana nishati za earth element. Huyu mtu anaonekana kuwa anakutabasamia mbele yako, lakini moyoni huyu mtu hafurahishwi na mafanikio yako kabisa. Kwa hivyo angalia matendo kuliko maneno. Usijudge watu tu kwa maneno wanayokuambia matamu ya urafiki ama nini.
Na kitu chengine, usimruhusu kila mtu aingie kwenye sura mpya ya maisha yako, kwa sababu kuna mabadiliko, basi kuna vitu lazima uviache nyuma ili uweze kusonga mbele. Pia spirit ilikuwa inakukumbusha kuwa kama uko na water element unafaa kujiamini, kwa sababu kitu kimoja kuhusu water element, umekuwa ukitilia shaka intuition yako, ile sauti yako ya ndani na mara nyingi ile sauti ilikuwa sahihi. Kwa hivyo sasa ni wakati wa kujipa upendo na kujitunza zaidi. Jipatie muda wa kupumzika, jifanyie kitu ambacho kitakufurahisha. Usijisikie hatia kwa kuwa umejichagua mwenyewe, hapana, anza kujipenda. Na pia kabla huu mwezi wa Julai kuisha, naona kuna kuachilia jambo moja kubwa. Kuna fursa ambayo hukutarajia, ambayo inaweza kuhusisha safari au kuhama. Pia naona kuna mtu mmoja ambaye ataonyesha rangi zake halisi na utamjua. Kwa hivyo kile ambacho kitaonekana kama hasara mwanzoni, kwa sababu kuna watu huenda ukawapoteza, usijali, kwa sababu baadaye kitafungua baraka, kitafungua milango ya utulivu, na hizi ni baraka ambazo umekuwa ukiziomba kwa muda mrefu. Kwa hivyo hivi vitu vinapoendelea kuonekana ama ukiviona, usione kuwa jamani kipi kinatokea, hapana. Kuna baraka ambazo umekuwa ukiziomba kwa muda mrefu zitakuja. Kwa hiyo huu ujumbe ni wa water element. Kumbuka hii ni YouTube channel yangu ya Dr. Mwaka Global. Hakikisha una like, subscribe and share ili usikose daily tarot reading, daily horoscope reading na masuala mengi ya spiritual guidance.